wapenzi, jambo wanafunzi wapenzi. Karibu kwenye kipindi cha mafunzo kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kusoma na kuandika kuhusu maisha ni kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKAID. Wazazi wapenzi, musaidie watoto wenu wasikose kipindi hiki. Muwasaidie wasijivuruge wakati wanajifunza tokea redio. Wanafunzi wapenzi, ni wakati wa kipindi chetu kusoma na kuandika kuhusu maisha. Somo la 4, kipindi kusoma na kuandika, darasa la kwanza na la pili la msingi. Mama mwalimu, tutajifunza nini leo? Abedi, leo tutafuata hadithi, kisha tutatunga misemwa na maneno mapya. Na kwa mwisho tutajibu kwa maswali kuhusu hadithi tuliyosikia. Abedi, kubaki nyumbani inanichokesha. Napenda turudi shuleni. Nataka kuona mwalimu na marafiki wangu. Safi. Mimi nikijisikia vile naimba. Ukisikia mchoko ni vema usimame, uimbe na ucheze. Mzee Rafiki, unaweza tufundisha wimbo mpya? Bila shaka Abedi. Nitawafundisha wimbo wa alfabeti. Wanafunzi wapenzi, sikilizeni mzee Rafiki anaimba wimbo wa alfabeti. Wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa, najua alfabeti kweli A B C D E F, najua alfabeti kweli G I J K L, najua alfabeti kweli mene o perese, najua alfabeti kweli te uve weyeze, wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa. Sasa wanafunzi wapenzi, mzee Rafiki ataimba sehemu moja kisha ingine na nyinyi mutarudilia. Wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa. Najua alfabeti kweli A B C D E F, najua alfabeti kweli G I J K L, najua alfabeti kweli mene o perese, najua alfabeti kweli te uve weyeze, wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti
sawa sawa. Sasa marafiki, tuimbe wote pamoja wimbo mzima. Wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa. Najua alfabeti kweli A B C D E F. Najua alfabeti kweli G I J K L. Najua alfabeti kweli mene o perese. Najua alfabeti kweli te uve weyeze. Wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa. Aksanti marafiki, tumeimba vizuri. Mukae, tupige mikono. Tunaimba vizuri, tunaimba vizuri. Mzee rafiki, utuhadisie hadisi. Hakuna shida, nitawahadisia hadisi. Lakini mbele ya yote nitawauliza maulizo. Ndiyo mzee rafiki. Kila mmoja anaishi wapi? Narudilia, kila mmoja anaishi wapi? Mimi naishi nyumbani kwetu. Wanafunzi wapenzi, najua kama kila mmoja anaishi nyumbani kwao. Sasa kila mmoja aseme nyumba yao ina vyumba ngapi. Nyumba yetu ina vyumba 3. Nyumba yetu ina vyumba 5. Wanafunzi, kufuatana na maulizo nimewauliza, munawaza hadisi yetu ya leo itazungumzia kuhusu nini? Mimi nawaza hadisi yetu ya leo itazungumzia kuhusu nyumba. Mimi nawaza hadisi yetu ya leo itazungumzia kuhusu sehemu za nyumba. Wanafunzi, hadisi yetu ya leo itazungumzia kuhusu nyumba. Leo nitawahadisia hadisi nyumba yetu. Hadisi njoo. Njoo hadisi. Nyumba yetu. Nyumba yetu ni nene kabisa. Ina vyumba 4, sebule, jiko na vyumba vingine 2. Ndani kuna choo. Bibi Lili na Eli wanakaa kukiti ndani ya sebule. Mimi na mama tunasimama ndani ya sebule. Mezani kuna dele ya chai. Meza ndogo ina kopo ya maua. Nyumba hii ni nzuri sana. Nawaza nje nako ni nzuri. Wanafunzi wapenzi, munawaza nje ya nyumba hii kuko namna gani? Mimi nawaza nje kuna muti, migomba na maua. Mzee rafiki, endelea hadisi. Nje kuna mti wa embe.
Mama yetu anafanya kazi mbalimbali ndani ya nyumba yetu. Sisi wote tunaangalia runinga ndani ya sebule. Ni hadithi nzuri sana. Nataka kujua shughuli mbalimbali zinazofanyika nyumbani humo. Wanafunzi wapenzi, munawaza hadithi yetu itaisha namna gani? Marafiki, tufuate mwisho wa hadithi yetu. Baba yeye anapika chakula jikoni. Mama anakunja mavazi mezani, kisha ataibeba ndani ya chumba chake. Napenda sana nyumba yetu. Aksanti baba, aksanti mama kwa nyumba hii nzuri mulitujengea. Ni hadithi nzuri sana. Tafadhali mzee Rafiki, tuhadisie mara ingine. Nyumba yetu. Nyumba yetu ni nene kabisa. Ina vyumba 4, sebule, jiko na vyumba vingine 2. Ndani kuna choo. Bibi Lili na Eli wanakaa kukiti ndani ya sebule. Mimi na mama tunasimama ndani ya sebule. Mezani kuna dele ya chai. Meza ndogo ina kopo ya maua. Nje kuna mti wa embe. Mama yetu anafanya kazi mbalimbali ndani ya nyumba yetu. Sisi wote tunaangalia runinga ndani ya sebule. Baba yeye anapika chakula jikoni. Mama anakunja mavazi mezani, kisha ataibeba ndani ya chumba chake. Napenda sana nyumba yetu. Aksanti baba, aksanti mama kwa nyumba hii nzuri mulitujengea. Aksanti mzee Rafiki. Sasa tutatafuta maneno magumu ndani ya usomi wetu. Maneno magumu ni maneno yenye amjui maana yake. Wanafunzi wapenzi, ndani ya hadithi yetu ya leo, mulisikia maneno magumu gani? Mimi nilisikia msemwa Bibi Lili na Eli wanakaa kukiti ndani ya sebule. Lakini sijui maana ya neno sebule. Wanafunzi, neno sebule ni kusema nini? Sebule ni chumba cha kupokelea wageni na kuzungumuza nao na cha kupumuzikia. Abedi na Safi, munaweza kuleta msemwa unamo neno sebule? Baba anapokea mgeni ndani ya sebule. Sebule yetu ni nene pia nzuri. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja alete msemwa unamo neno sebule. Jambo Safi. Jambo Abedi. Jambo mzee Rafiki. Abedi,
Kwa nini mzee Rafiki hakutusalimia na mkono leo? Safi. Na mimi nashangaa kabisa. Tumuulize. Mzee Rafiki, kila mara ukiingia nyumbani unatusalimia na mkono. Sababu gani leo unatusalimia kwa mbali? Wanafunzi wapenzi, mnawaza sababu gani mzee Rafiki hakusalimu Safi na Abedi na mkono? Sikilizeni vizuri. Sikuwasalimia Safi na Abedi na mkono sababu nilitokea nje. Nilikuwa bado siyasafisha mikono. Inaweza kuwa niligusa fasi au mtu anaye virusi ya korona. Sasa wanafunzi wapenzi, ni sababu gani mzee Rafiki akuwasalimia Safi na Abedi na mkono? Marafiki, mzee Rafiki hakutusalimia na mkono sababu alitokea nje na alikuwa bado hayasafisha mikono. Inaweza kuwa aligusa fasi au mtu anaye virusi ya korona. Sasa mzee Rafiki, hatuwezi kusalimiana tena? Sikilizeni tena vizuri. Tunaombwa kusalimiana kwa mbali, tukipepeana, ili kuepuka kuambukizwa na kuambukiza wengine. Tunapaswa pia kunawa mikono kila mara. Wanafunzi wapenzi, tunapaswa kufanya nini kwa kuepuka kuambukizwa na kuambukiza wengine na virusi ya korona? Nitafuata kanuni ya kusalimiana kwa mbali tukipepeana. Mimi sitasahau kunawa mikono kila mara. Aksanti mama mwalimu, aksanti mzee Rafiki. Wanafunzi wapenzi, sasa mutajibu kwa maulizo kufuatana na hadithi yetu. Mbele ya yote, fateni vema hadithi nyumba yetu. Nyumba yetu. Nyumba yetu ni nene kabisa. Ina vyumba 4, sebule, jiko na vyumba vingine 2. Ndani kuna choo. Bibi Lili na Eli wanakaa kukiti ndani ya sebule. Mimi na mama tunasimama ndani ya sebule. Mezani kuna dele ya chai. Meza ndogo ina kopo ya maua. Nje kuna mti wa embe. Mama yetu anafanya kazi mbalimbali ndani ya nyumba yetu. Sisi wote tunaangalia runinga ndani ya sebule. Baba yeye anapika chakula jikoni. Mama anakunja mavazi mezani, kisha ataibeba ndani ya chumba chake. Napenda sana nyumba yetu. Aksanti baba. Aksanti mama kwa nyumba hii nzuri mulitujengea. Jibu sasa kwa maulizo. Nyumba yetu ina vyumba ngapi? Narudilia. Nyumba yetu ina vyumba ngapi?
Sikilizeni tena. Wanani wanakaa kukiti? Narudilia. Wanani wanakaa kukiti? Bibi Lili na Eli wanakaa kukiti. Sikilizeni. Mezani kuna nini? Narudilia. Mezani kuna nini? Mezani kuna dele ya chai. Sikilizeni tena. Mama yetu anafanya nini? Narudilia. Mama yetu anafanya nini? Mama yetu anafanya kazi mbalimbali ndani ya nyumba yetu. Sikilizeni. Munafanya nini kwa kulinda nyumba yenu safi na kuiepusha na virusi ya korona? Narudilia. Munafanya nini kwa kulinda nyumba yenu safi na kuiepusha na virusi ya korona? Tunapashwa sukua nyumba yetu na tipi, maji na sabuni au majifu. Tukipokea wageni, wanapashwa kunawa mikono kabla ya kuingia nyumbani. Aksanti sana wanafunzi. Munajua kujibu kwa maulizo. Tupige mikono. Tunajua kujibu. Tunajua kujibu. Sasa tufanye mchezo wa kupiga mikono. Tutasema maana ya neno. Kama ni sawa, mpige mikono. Kama si sawa, mutingize kichwa. Sikilizeni kwanza gisi mama mwalimu na Safi wanacheza. Jikoni ni kusema katika jiko. Na jiko ni chumba cha kupikia chakula. Ni sawa. Tumepika mikono sababu jikoni ni kusema katika jiko. Na jiko ni chumba cha kupikia chakula. Wanafunzi wapenzi, sasa na nyinyi mucheze pamoja na Abedi na Safi. Abedi na Safi watasema maana ya neno. Kama ni sawa, mupige mikono hivi. Kama si sawa, mutingize kichwa. Sikilizeni vizuri. Munasikia? Sebule ni chumba cha kupokelea wageni na kuzungumza nao na cha kupumzikia. Narudilia. Sebule ni chumba cha kupokelea wageni na kuzungumza nao na cha kupumzikia. Mimi nimepiga mikono. Msemwa ni sawa. Sikilizeni tena. Tunapika chakula ndani ya sebule. Narudilia. Tunapika chakula ndani ya sebule.
Mimi natingiza kichwa. Msemwa huu si sawa. Sikilizeni tena. Jikoni inamaanisha chumbani. Narudilia. Jikoni inamaanisha chumbani. Mimi natingiza kichwa. Msemwa huu si sawa. Jikoni ni kusema katika jiko. Na jiko ni chumba cha kupikia chakula. Aksanti wanafunzi, mumecheza vizuri sana. Munajua kucheza. Tupige mikono. Tunajua kucheza. Tunajua kucheza. Wanafunzi, mulipenda nini katika hadithi nyumba yetu? Mimi nilipenda gisi mama yetu anafanya kazi mbalimbali ndani ya nyumba yetu. Na mimi nilipenda gisi baba anapika chakula jikoni. Wanafunzi wapenzi, kisha kipindi chetu, kila mmoja achape ndani ya buku yake kenye alipenda zaidi katika hadithi yetu. Anayejua kuandika, aandike jina chini ya yoyote amechapa. Mzungumzie watu wa jamaa yenu hadithi nyumba yetu. Wazazi wapenzi, tunawashukuru kuona mumesaidia watoto wenu kufata kipindi hiki juma hii. Sasa muwaulize watoto nini wamejifunza juma hii tokea redio. Tunawashukuru kwa yote munafanya kwa kukamilisha watoto wenu, hasa kwa kukinga afya yao. Tunawaomba muwape watoto roho waendelee kufata kila juma kipindi hiki. Ukiwa na ulizo kuhusu kipindi hiki, piga simu kunako namba ifuatayo: 082080009 082080009. Mnatoka kufata kusoma na kuandika kuhusu maisha, kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKAID. Aksanti kwa usikilivu wenu. Aksanti, kwaheri kwa wote.